Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tutazungumza hili jambo la Maulid, yani kusherehekea mazazi ya Mtume pamoja na kupiga dufu. Hili jambo limeulizwa sana kwa sababu wengi wametatizika na jambo hili, kwa sababu wanasikia upande mmoja wanasema ni bid'a na upande wa pili wanasema ni jaiz, yani inafaa, bado unaweza ukafanya. Kwa wamebakia wapo njia panda, wasona elimu sasa. Kwa nitalizungumza jambo hili kwa nia na lengo la kufahamishana na kuelimishana, na wala si kwa vurugu au kuanzisha vita, la, bali ni kwa nia nzuri watu kuelimishana. Kwa hiyo kaa kwa makini na usikilize. Tutaanza kwa kusema asli ya ibada yoyote ni haramu. Asli ya ibada yoyote ni haramu, kiwamo swala, funga, zaka, hija, sadaka, wema kwa wazazi wawili. Ibada yoyote asli yake ni haramu, isipokuwa pale kutakapokuja dalili kuhalalisha kwa jambo hili linafaa. Kwa mfano, mtu akisema watu wanatekana waswali, basi ni lazima yeye alete ushahidi ya kwamba watu wanatekana waswali. Akisema kuna kufunga mwezi wa Ramadhan, ni lazima alete ushahidi wa kufunga mwezi wa Ramadhan. Akisema kuna funga ya Ashura, ni lazima, si ni ibada? Kwa sababu ibada ni jambo lolote mtu anafanya kutarajia malipo kwa Allah tabaraka wa taala, basi ni lazima alete uthibitisho wa jambo hilo. Kwa hiyo asli ya ibada yoyote ni uharamu, na asli ya vitu vingine tofauti na ibada, ikiwemo vyakula, asli yake ni halali, ambayo hapa imekusanya aina zote ya vyakula, ikiwemo kula umbwa, nguruwe, kula aina zote za vyakula, asli yake ni uhalali. Pale mtu anapotaka kuharamisha kwamba haifai kula nyama nguruwe, ni lazima alete ushahidi katika Qur'an ama katika Sunna, ambao ushahidi upo, Allah amekataza jambo hili. Nyama ya umbwa vile vile ushahidi upo. Kunywa pombe ni halali au ni haramu? Asli ya kitu ni uhalali. Unaposema ni haramu, ulete ushahidi, ndio Allah ameharamisha kunywa pombe. Ila mtu pale anapouliza vipi kuhusu kupanda bodaboda au kupanda tuk bajaji, ni halali au ni haramu? Ni halali. Lete ushahidi katika Qur'an ama katika Sunna kwamba ni halali. Watakuwa haujielewi, pia haujui unauliza nini, kwa sababu kile ni kitu, asli ya kitu chochote ni uhalali. Pale unapotaka kuharamisha, ndio wewe ulete ushahidi ya kwamba haifai jambo hili, ima katika Qur'an ama katika Sunna. Kwa tukiingia katika Maulid, tuwaulize wenye kusherehekea mazazi ya Mtume, hivi jambo hili mnalifanya kwamba ni ibada, yani mnatarajia malipo kutoka kwa Allahu tabaraka wa taala, au ni kitu kwamba tu cha kujifurahisha kama vile kucheza boli? Tupate jawabu. Lau watasema ni ibada, yani munafanya jambo hili kwamba ni kitu kizuri, munatarajia Allah awalipe kwa hiki, yani mupate thawabu kwa hiki mnachokifanya, basi maana yake ni ibada, maana ndo maana halisi ya neno ibada. Sasa kwa kuwa ni ibada, tumesema asli ya ibada zote ni haramu. Kwa ni lazima tupate ushahidi ima katika Qur'an ama katika Sunna ya kwamba ibada hii ipo, watu wanatekaniwa wafanye. Si yule anayesema haifai kupiga maulidi wala haifai kusherehekea mazazi ya Mtume ndo alete ushahidi kwa nini haifai, la. Kwa kuwa ni ibada, basi mwenye ameihalalisha alete ushahidi, kwa sababu watu wakibanwa sehemu hii ndo wanaanza kupayuka. Nyinyi kila kitu ni bid'a, basi pia nyinyi mbona mko na bid'a nyingi? Misikitini kuna mafeni, misikitini kuna maspika, hii nayo pia haikuwa zama za Mtume. Wewe hata hujielewi, utakuwa ni zuzu, kwa sababu wewe unataja vitu. Wewe muulizwa kuhusu ibada unayoifanya, wewe unataja vitu, kwa sababu ukitaja mafeni, ukitaja maspika kwamba pia nao hayakuwa zama za Mtume. Okay, tuje hii maspika na hii mafeni, hii ni ibada ama ni kitu? Sasa ikiwa ni kitu na wala si ibada, asli ya vitu vyote ni uhalali. Pale unaposema haifai kutumia mafeni msikitini, sasa hapo wewe ndio umeharamisha kitu, ni ulete ushahidi sasa ima katika Qur'an ama katika Sunna ya kwamba kitu hiki hakifai. Kukikosekana ushahidi wa kuharamisha kitu hiki, basi kitabakia kwenye asli yake ya uhalali, na wala si kwamba ani kwa sababu msikiti wa Mtume haukuwa na mafeni. Je, mafeni yalikuwepo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo hakutumia, au ni mafeni yalikuwa hayapo kabisa? Umefahamu sasa? Kwa hiyo asli ya ibada ni uharamu na asli ya vitu ni uhalali. Kwa hiyo tumekuja katika hii Maulid, hivi ni ibada ama ni kitu? Kama ni ibada, basi ndio tunataka ushahidi ya kwamba kitu hiki kipo na kinastahili kufanywa. Katika Qur'an ipo aya? Hakuna aya. Katika Sunna je, ipo hadithi? Hakuna hadithi. Basi athar, kuna athar yoyote katika masahaba
hakuna athari hiyo. Au kuna ubaya gani? Hapana, si mambo kuna ubaya gani. Kwa kuwa ni ibada, ikiwa hakuna ushahidi wa kuhalalisha ibada, basi itabakia kwenye asli yake ya uharamu. Na wakikataa wakisema si ibada bali ni kitu tunafanya tu wenyewe kujifurahisha, kujiburudisha, kama kucheza boli, ni fani tu wenyewe tunafanya, okay. Kama ni kitu, asli ya vitu ni uhalali. Isipokuwa mtu atakapoleta ushahidi kuharamisha, ndo kitu hicho kitabakia kwa haramu. Kwa hiyo kama ni kitu si ibada, basi tutasema kitu hicho ni haramu, okay. Ushahidi uko wapi kwamba ni haramu? Kwa sababu Uislamu umeharamisha ala zote za muziki. Ala zote za muziki Kiislamu ni haramu. Ushahidi, ama katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna alharra walharira walkhamra walmaazif. Anasema kutakuja watu katika ummati wangu, la yakunanna min ummati aqwamun, hawa watu yastahilluna, watakuja kuhalalisha. Ina maana kwa sasa ni haramu, watakuja kuhalalisha nini? Anasema alharra walharira, yani zina pamoja na mavazi ya hariri, wal khamra, watahalalisha na pombe, wal maazif, na ala za muziki. Kwa unaona kumbe ala za muziki ni haramu, ila wao watakuja kuhalalisha ya kwamba inafaa. Ama katika hadithi nyingine Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipokewa na Abu Huraira, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yumsakh qaumun min hadhihi al-umma akhiru zaman qiradatan wa khanazira. Anasema katika umma huu zama za mwisho kabisa, akhiru zaman, kuna watu watageuza kuwa manyani na manguruwe. Masahaba wakashangaa sana na akwali hii ama na kauli hii, wakamuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, alaysa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah? Kwani hao hawatakuwa ni watu wanashuhudia, wanaamini kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake? Yani na maana si watakuwa ni waislamu hao? Akasema ndiyo, bala yasumuna wa yusalluna wa yuhijjuna, ni watu wanasali, wanafunga, wanahiji. Sasa masahaba wakasema, sasa shida yao ni gani? Wao wana makosa gani mpaka ageuzo kwa matumbiri? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu, anasema, ittakhadhul maazifa, kwa sababu wao wamefanya hizi ala za muziki, wadufufa, na haya madufu haya, unanielewa sijui, walqainati, na ngoma, fabatu ala shurbihim walahwihim, wakabobea katika ulevi wao huu, yani wakupenda vitu hivi, walahwihim, na upuuzi wao huu, fa asbahu wa qad musahu qiradatan wa khanazira, basi wakajipata ndo wamegeuzwa kuwa manyani na manguruwe kwa sababu ya vitu hivi. Sijui unanifahamu? Kwa hiyo unaona kumbe ala zote za muziki ni haramu. Kwa hiyo ikiwa maulid ni ibada, tunataka ushahidi ima katika Qur'an ama katika Sunna ya kwamba ibada hii inatakiwa kufanywa. Ama ikiwa ni kitu tu kujiburudisha, basi kiburudisho hicho ni haramu, kwa sababu mnatumia ala za muziki, ni dufu, ni ngoma, au ni nini, sijui gitara au ni nini, ala zote za muziki ni haramu.